Aya OCS. Akina OCS. Ni Waruinge. No Waruinge. Nora ndialileta gari. Nora hile gari ya. OCS alianguka hapo. OCS akigwathi. Na akamwambia usiseme. Usiambie mtu. Tukele mtu. Maana Christopher. Na Christopher. Hapa niko chini yake. Unadhuru wake. Akichua huyo jamaa alikuwa hapa. Akiwote uma. Kazi imeisha. There is one point I want to tell you. If you have a goal in this world, you have a purpose in this world, no weapon fashioned against you that will prosper against you. No weapon will kill you. Hakuna mtu atakumangamiza. Hakuna mtu atakumaliza. Until the mission that God has put in you will be accomplished. Hii ni Saitani. Mama kaniambia ni kweli. Mama nimekiuka devio. Nikegwire. Kwa hiyo oja basi ingemunyita. Kulikoza watu wazima ngemshika. Simu agiatie gutukia. Timuue aje kutuzumbua. Nikapia mama. Kila mtu myoshio. Sasa mimi mtu papa. Murusha ageuka hahali. Hapa kwa hapa. No muone haha na hahali. Utabehave namna gani? Okay karatia. Mama kaniambia. Mama timia kejera. Nikupiga simu mara moja. Niko radhimu hau. Jiwe hapa. Agero hau. Mimi nikamwambia sasa. Andike mwela. Hebu angalia hiyo picha mzuri. Tarora picha wega. Akaangalia. Kirora. Nikatoa ile kakitu kwa sababu kalikuwa karoa. Geuta kakawika nderu. Nikatoa hivi. Geuta kakawika nderu geko guo. Nikamwambia huyu mtu naona. Murusha wana haule. Na huyu unaona kama wanafanana? Na yule ni mahanaine. Mama aliniangalia hivi. Akengara akeboro guo. Kale we. Kwani ni wewe? Ndagutha ida mwana wakwa. Nakuzimu mtoto wangu. Ndukajurage. Usiniue. Nikamwambia ni ndiye kuragira ki. Tena kuua kwa nini? Nikamwambia rudi kwa counter. Choka hala wewe ndageria. Hiyo maneno yote umeniambia utalipa. No, most of you are so terrified. Amwanyu ni mramba kale. Gachagua now is going home. Atagachagua naye ino kale. Let me tell you one thing. Akade moyo mwe. It is the process of God. Mera wa Ngai. And when the process of God has been started, God has a way of doing things. It is the plan that they have against the Mulima. It is not Gachagua. It is not Uhuru. It is the plan. It is the plan. And that is the plan. You need to go on your knees and pray. They went and they spoke to people outside who are called by the name globalists. The one will order people who do not want the revival to come. And they said, how can we deal with Mulima? 20 years ago, Badi Pombe was brought here, and then your son was told, do not sleep with a woman. The best sex you can have, it is a man with a man. And it was introduced in Mulima. Then they came with drugs. And then we were called Mogeke. And they started killing us. So that is the plan. It was hatched way before. By 2025, there are many things you will not be allowed to do. There are many things you will not be allowed to do because you are from Mulima. Now look at what is happening. They are in Parliament discussing Mulima. The whole thing they are talking about, that Gachagua is a tribalist. It is not Gachagua who is the factor. They are trying to tell people, even if you give these people anything, they are still tribal and they cannot hear you. And that's the dangerous part, because they have succeeded to remove us from others. By 2025, by 2 months to come, it will be 1 against 42. They passed a law that you can never from today plant a seed. You will never plant a seed. You will never plant a potato or a maize or whatever without the consent
from the government. They will provide the seed for you. And this seed is a GMO. And if your mother is found planting that seed that is not satisfied by the government, she will go for 25 years. She will go for 5 years in prison or a fine of 5 million. That is what you're about to face from next year. You will be forced to plant GMOs that will kill you slowly. And this thing will happen around Murima. At Murima you will cry. Murima you will cry. I was a thief like you. I used to carry 2 guns. I used to steal with Wanogo. I know Wanogo is from this area. That was my person. I used to drive him. He went. Me, I was left so that I can preach to you. Hallelujah. Hallelujah. I was invited in Tripoli by Mohammed Gaddafi. And he sent a private jet for me to come and pick me from Nairobi. Before he just died, he wanted to give me $500 million to come and build a mosque in central Kenya, 5 kilometers apart. They gave me a bomb. And they tied me the bomb around my stomach. And they were training me how to become a suicide bomber. I want to tell you the agenda they have against you. I am not giving you stories. I am not a preacher. Me, am a commander. And I command demons to go. And they go. I am just a messenger. Don't call me a pastor. I'm not your pastor. But they trained me to become a suicide bomber. Not to go to Somalia and kill Somalis. To come to motherland and kill my fellow Kikuyus because I am a Kikuyu. And they thought I am a greedy person. And because we Kikuyus are very greedy, are the Judases, and you are in parliament, and you have seen the Judases in you. I was almost to become a Judas. This is not Gachagua. It is Abuja declaration. Because they want to become president. And they are prepared. They have bought your ad. They have bought your ad. They have bought your businesses. They have bought your everything. Because they have an agenda. And they have money. And they have raised money from far. That is why they can come here, chase the land with much ease. And because tuna kamukoroko, you give your ad and you take your money. The money you eat in 5 years you don't have. The ad will remain there. Immediately they plant a mosque there. A mosque is an altar. You will never defeat them again. Why Kikuyus are defeated? Because you don't have an altar. You don't understand yourself. You don't have an agenda. Barigusa abadea. Mulipa iko intact. Hakuna kitu kinaenda. Kuna kitu everything will be intact. Mimi naitwa Waruinge. Apostle Waruinge. Na mnanijua mimi naitwa Ndura. Wa Waruinge. Aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mogiki. Yule mtu mliombea sana akufe. Lakini akakataa kukufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako pole sana. Huyo mtu mwambie yule mtu akufi haraka. Kwa sababu umesikia huyu mjaruo amesema namna gani? Nimeenda jela mara 52. Hata prison hata moja sijapelekwa. Hii mwili yangu imepigwa risasi 12. Na nilipatiwa poison na moi mara 9. Na nimehukumiwa kunyogwa mashini imekataa. Kwa hivyo kuna kitu Mungu anakucho. Mlaumu
komera mundu oguo. Usimchukie mtu. Ndukamene oguo mundu. Wala kumlaumu mtu. Tia komera mundu oguo tu. Kwa sababu wewe ambao ulikuwa unaniombea nikufe. Tondo wahoya mundu akueli. Ungedhania siku moja tungekutanishwa na huyu mama. Ndugechiye ndugashema na mutimia to. Na unisikilize vizuri hivyo na ujiwe ngoja yako igua. Everybody. Omundu wothe. Kila mtu. Omundu wothe. Has a position in this world. Enda hado thirwa thi. Wakati niliokoka. No rirahonokire. Si kwenda kutafuta wale watu wazuri. Ndathia tukora kiega. Si kwenda kutafuta mtu ameokoka. Ndathia kuona chama honokete. Nilitafuta Yesu. Aza lile Yesu. Na nikasoma mambo ya Yesu vizuri. Na ngithoma Yesu wega. Maana kuna wakati sikuwa nataka kusikia Yesu. Tokule nitaka kuigua wa Yesu. I was an antichrist. Ndaikutafika Kristo. Nilichukia Yesu. Ndazo ile Kristo. Nilisema Yesu ni mwizi wa bao. Kauga Yesu na mwizi wa bao. Ni ukoni mani. Ne mukoni mani. Ni bukora. Na mungu ni moito. Lakini wakati Yesu alikuja. Ndura Yesu okire. Alikuja wakati kila mtu alikuwa ameenda kwake. Okire da jado na kama hivi. Ninyi wote mlikuwa mmeenda kwa Yesu. Mkamwambia huyu mtu. Mkamwambia oraga mundu huyu. Lakini uzuri wa Yesu. No wega wa Yesu ri. Hakusikia hawa. Aiguire guo. Alisikia mimi. Aiguire Ndura. Akaangalia. Akimuona. Huyu jamaa ako ni kiongozi wa watu milioni 4. Huyu ni mtongoria wa watu milioni 4. Ambao ni mogeke tupu. Ni mogeke muthari. Na wewe ambao unaenda kuongea kwake. Na wazi kukwani na akeli. Hauna hata mtu mmoja amekufuata. Na utie mbona kulomereira wewe. Sasa jiulize. Taweorie. Yetu angesikiliza wewe ama mimi niko na watu. Jazi wake kuigwira wewe, kana kuigwira wewe. Kwa maana hakusikia maombi yako. Sio kwa sababu anakuchukia. Tira tena guthuire. Anakupenda bado. Niakwendete. Lakini aliangalia namba. No kio arorire maundu. Akaona watu milioni 4 nyuma yangu. Akiona milioni 4 thutha wake. Akaniambia kuja. Akimwira uka. Na akaniambia. Akimwira. Unaona wale watu. Unaona alia. Waliniambia nikuue. Mogete kurage. Na kwa sababu sitaki kukuua. Ndikwenda kuraga ri. Nataka urudi huko. Ukakurenda huko. Uende wale watu wote. Au umepeleka kwa shetani. Ajimalize kwa shetani ri. Uwalete kwangu. Nani nikamwambia ndio baba. Na nikiwa no baba. Na niwalete. Nekenda kemarehe. Wakati niliokoka. Nenda honokire. Wote walifuka. Wala bakeli. Sasa hao unaona amevaa majaketi hapo wote. Hao unaona hapa. Na wengine wengi. Na giko. Vya my former criminals. Acha nimeitoka kwa ngono. Mkora wa zamani kama mimi. Nimeitotani. Hata mimi nilikuwa mkora. Unaenda ni mkora. Unajua mimi sikuwa kama nyinyi. Nyinyi hata inywe. Nyinyi wazuri. Nyinyi murega pio. Mimi nilikuwa mkora. Nyinyi ni mkora. Na ndio kwa maana nasemaga nilikuwa mkora. Nikajua hata mkora. Ndio ujue ya kwamba. Nikomenya tere. There is God in heaven. Kuna kai matuine. Wewe ambao unaishi hapa duniani. Wewe ikaga thino. Haujawahi kutesti ukora. Haujawahi kukua mtu mkora. There is God in heaven. That is the reason Jane alikuja kwangu. Kwa sababu aliona niko na vijana wengi. Na wabaya walikuwa wavutaji wa bagi. Wavaji wa pombe. Wengine ni watu prostitute. Akaniambia mimi niko na kijana yangu. Amenisumbua sana. Anaitwa Muthe. Tutawezaje kumsaidia? Nikamwambia Muthe is the best. That is the best man. Because hata hajaguza kule nilikuwa nimeguza. This is a gentleman I want to walk with. Na akaniletea Muthe. Na Muthe akakuja. Na tukaongea na Muthe. Muthe akaniambia hapana. Unajua Mathe. Yaguaga wana. Anibebeka utoto. Taliona tadagimarire. Haje kama nimekuwa mtu mzima. Ndio na ginya riu nikundehea ndehe guku. Hata sasa amenilete. Dinoka ni undu wake. Sikuja sababu yake. Ndoka tondu korogwo wi my hero. Nimekuwa sababu yeye ni mtu ndio. Ndoka tondu niguonaga YouTube-ine. Na kuona kwa YouTube. Now you place my heart. Akiniutia koro yakwa. Sasa nikauliza Mathe. Wewe na Muthe nani ameleta mwingine? Geuria mtu geuria nyina. Wewe na Muthe ndio. This is my follower. Ole mrobe. You just become nikamuuliza Muthe. Wewe Muthe. When did you start following me? Waambie kono mimi ndali. Akaniambia 1 year nimekufuata. Mwaka mmoja mzuri niko. Nikauliza mam, ulianza kunifuata lini? Geuria nyina. This is my second month. Sasa nikauliza mshirika wangu ni wewe ama ni Muthe? Geuria mshirika wangu akasema ni mimi. Ndiye. Muthe akasema ni mimi. Muthe akiwa nani? Nikaambia basi Muthe tuanze safari. Kibra Muthe katulia bare mwe. Muthe hiyo safari lazima tuende. Wewe Muthe safari yo. Muthe lazima tuende safari ya wokovu. Ndio safari ya honoki. I will walk with you. Nikuthie nawe. Your mother has gone. Matogori athie. I will stand in you as your father.
I will walk with you until you become that man that your mother wanted to be. You know, kila mtu dunia hii walisoma historia yangu. Kuna mahali siku moja nilienda, nikapata huyu mheshimiwa alikuwa hapa. Huyu mheshimiwa ni rafiki yangu sana, na walikuwa wengi. Sasa wakati niliingia tu hivi, hakuwa amenijua. Kuingia tu hivi nikaenda nikisalimia. Na unajua wakati huo ukionwa na mimi ni jela straight, ama ukule risasi, ama familia yako ianze kunyalirwa. Mheshimiwa aliponiona hivi, alichukua kasimu na nikaangalia, nikaona hakuna mtu amempigia na hakuna mtu amepiga na yeye hajapiga. Alishika kasimu, hello, hatile na network na akatoka polepole. Alikuwa hapo na yeye nikaona ametoka, nikaona mwingine ametoka, alafu kulikuwa mawaita. Nikaongoja waita akuja aniusie. Nikaona wanafanyana hivi, wengine wananiangalia hivi. Nikauliza waita, hakuna muuzaji? Nikaona kila mtu amepiga kona, nikabaki kwa mesa peke yangu. Nikauliza, ikaigura atia, what could be happening to me? Why are people running away from me? Why even people in the country, ministers are running away from me? Hapo ndio nikaita manager, nikamwambia niletee chakula. Manager hakuniletea chakula kwa sababu he was a waiter. Because he was a manager. Alisikia uoga, maana aliambiwa huyo mtu usipomtii kichwa itaenda. Sasa manager alileta chakula kwa sababu alikuwa na save kichwa yake. Na hapo wakati nilikula vizuri kwa sababu aliniletea chakula mzuri hata kuliko wale wengine. Nikamwambia kujia pesa. Aliniambia kampuni imekununulia. Kampuni ni akurehera. Nikamuuliza hapana, I want to pay my bills. Akaniambia I'm sorry sir. Our company Serena Hotel respects you. And it is a compliment from the manager. You are eating on the bill of the directors of the company. Let me tell you one thing. The situation that you are in does not disqualify you from being a child of God. I ate in Serena not because I was a criminal, but because God said, I will create a table for you to eat with the owners of the country, to eat with the powerful and mighty people. And I will make you and make them terrified before you, and they will give everything that they eat. Na utakula, na uenjoy, na wakupatie, na heshima yote. Na nilipokuwa nikitoka, huyo mzee alikuwa already ameita general manager. General manager akaniambia, hapa niko na shilingi 10,000. Yeye ndio kikunywa kachai. Unajua ni kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu mawaita walitoroka. Akafikia, alikasirika. So alikuwa ananipatia 10,000. Ndio nisiende nikasirike, nikujie kuwatembelea baadaye, ndio nisikuje kuwasalimia. Akanipatia shilingi 10,000. Kwa hivyo ukimino yangu ilitengenezea maisha. Jiulize, uzuri yako ilikutengenezea nini? Wewe mzuri, uliwahi kwenda Serena ukakula chakula free? Jiulize mwenzako. Basi Mungu wa Waruinge. Mimi wakati siku moja nilishikwa, nilikuwa pale Muiga, karibu Muiga hapo. Nilikuwa nimekuja kujificha hapo. Nikaenda kwa kioski ya mama mmoja hapo, kuna duka kubwa. Nilikuwa nimetengeneza artificial. Alafu ninanyoa kipara mzuri kama hii. Alafu nywele ilikuwa hapa mzuri kubwa. Sasa ukiniona ulikuwa unaona kamsee. Kamsee tajiri kwa sababu nilikuwa na katubu kidogo hivi. Hiyo hapo nilikuwa naenda na nini? Na nunua gazeti.
hata ndagura gatheti na kusoma taarifa ya habari, kuthoma mohoro, alafu nanunua kitu kama kamukate na tumayai, ngagura kamukate na tumatumbi. Huyo mama alikuwa katokatifu sana. Mutimio sha kwani mno, alikuwa politician, wale mwana siasa. So mama akaniambia, mama moja kejera akaniambia, unaona huyu, kwa sababu nilikuwa kwa headline. No to we headline. Siku ile MP wa hapa, MP wa goko alikuwa Christopher Murugaro. Era Christopher Murugaro moyo, na asinisikie, alikuwa amesema shoot Waruinge on site. Agwete Waruinge akono akapatiana 40 million over my head. Na milioni 40 ikineano ndo akago yake. Bana nilidecide kuja kujificha. Hata aje kuhila ni karibu na kwake. Ni hakuenda kwake. Na nikakaa kwake. Na ikaenda kwake. Hapo karibu, hata maziwa ile tulikuwa tunakunywa kwangu ilikuwa inanunuliwa kwa hizo ng'ombe. Ona yeye anajua ni mbali ng'ombe ni yake. Na amesema shoot Waruinge on site. Na ugwete Waruinge wanago anapatiana 40 million. Na milioni 40 ikaneano. Sasa yule mama alikuwa anauza. Mutimio sha wadagia le. Alinionyesha gazeti. Akinionyesha gazeti. Akaniambia huyo modo. Akaambia huyu mtu ametonyalira sana. Na tunyalirete muno. Anafaa kuuliwa. Amatie kuoragwo vyo. Hata mimi nikampata. Ona nikimunyita. Hiyo 40 million nitachukua. 40 milioni cha mote. Mimi nikamwambia. Na nikimwela. Huyo modo. Huyo mtu. Hata mimi. Naweza taka achinjwe kabisi. Jana athejwa. Lakini ni kurekero. Hawezi kuwa. Hii ni mtu mbaya. Hii ni saitani. Hii ni saitani. Saitani pio. Mama akaniambia ni kweli. Mama nimeakiuka devio. Nikegwire. Kwa hiyo ojamba singemunyita. Kulikoza watu wazima kemshika. Simurage atie gutukia. Timuue aje kutuzumbua. Nikapia mama. Kila mtimi ocio. Sasa mimi mtu papa. Murusha geuka hahari. Hapa kwa hapa. No muone haha na hahari. Utabehave namna gani? Ukikala atia. Mama kaniambia. Mama mtimi akejera. Nikupiga simu mara moja. Niko radhimu hau. Jiwe hapa. Agero hau. Mimi nikamwambia sasa. Andike mwela. Hebu angalia hiyo picha mzuri. Tarora picha wega. Akaangalia. Kirora. Nikatoa ile kakitu kwa sababu kalikuwa karoa. Geuta kakawika nderu. Nikatoa hivi. Geuta kakawika nderu geko guo. Nikamwambia huyu mtu naona. Murusha wana haure. Na huyu unaona kama wanafanana? Na yule ni mahana ine. Mama aliniangalia hivi. Akengara uwa keboro guo. Kale we. Kwani ni wewe? Ndagutha ina mwana wakwa. Nakuzimu mtoto wangu. Ndukajurage. Usiniue. Nikamwambia ni ndiye kuragira ki. Tena kuua kwa nini? Nikamwambia rudi kwa counter. Choka hala wewe ndageria. Hiyo maneno yote umeniambia utalipa. Mbona mashimo za waje ni ukuleha? Kwa sababu najua nimejitambulisha. Tono nde anika. Na lazima niondoke. Ngoja je hela ndo haha. Nikamwambia rudi kwa counter. Choka hala counter ine. Umeona maneno ile umeongea baya. Mbona mashimo za walia moru le. Hesabu ile pesa inatoshana na hiyo maneno. Taraba nebia chingana na mbona mashio. Mama kahesabu alichukua pesa yote. Hivi akihala akiambia akaimwaga kwa leso. Akishika leso ile akaniambia chukua mtoto wangu. Akira oya mwana wako. Nikamwambia si alikuwa na gari mzuri. Ala kali kiaga wewe. Nikamwambia sasa afanye hivi. Kuna mfanyikazi? Akiba wewe mtu wa wira. Akaniambia ndio. Nikamwambia ingia kwa gari. Ingia garini. Tukaingia kwa gari. Ingia gari. Nikamwambia nisidikise ni Scranton. Hiyo nyumba gari haja watu wale. Akanipeleka mpaka Kirugoya. Akitoa kinyao Kirugoya. Mpaka Kirugoya alikuwa ananiambia Tokida Kirugoya jina gakiri. Tunakupenda. Tukuwedete. Tunakuombeaga. Tukuhoyagira. Unajua kama ningejua ni wewe. Koni kumbiaga ni wewe. Hiyo siku yote umekuja ukinunua hapa. Hata ningekupatia nyumba yangu moja. Niko na nyumba yako nilikoa. Natukagerie gweka kaundu koru. Usifanye kitu kwa kwaja niye na mudhuri wako. Mimi na bwana wangu tutakuombea. We have been praying for you. Tukuhoyagira muno. Ataongea ile Kisugu ya Nyeri. Akienda kile kokela kia Nyeri. We are praying for you. We are tukuhoyaga. Nikamwambia mami, don't worry. Takombaka. Acha kujali. Takombaka. Wewe twende. Niketuzie. Tukaenda tukafika Kirugoya, nikamwambia leta simu yako. Tukinya Kirugoya akimra simu yako. Nikamwambia wewe sawa, ingia kwa matatu rudi. Simu yako ikila matatu rudi. Gari yako utaenda Kirugoya police station. Gari yako ile Kirugoya police station. After 3 days uichukue huko. Kwa akija tukudali tukaenda nikapeleka gari Kirugoya police station. Wewe kwa police station nikaiweka hapo ndani. Akemeka kwa dhine. Nikaenda nikakuta OCS. Kuna OCS mwenye ananitafuta. Wewe aje da? Nikamwambia nimeacha gari yangu. Natika gari yako ha? Ni ya police station. Police station you know? Kuna mama anaitwa hivi. Kumutimia takuona. That is my auntie. Ucho ni tata. Akikuja mpatie. Kamunegere. Maana I'm traveling to America. Tunaenda America leo ni. Na OCS akaniambia basi lete ya chai.
Na usiyo zake jira yakashika nini? Nilikuwa na pesa ya yule mama. Ndio biashara mtimio leo. Nikampatia 5,000. Ngemwekili 5. Nikatoka nikaenda. Giuma kithie. Sasa nilikuwa nimeambia mama after 3 days. Ndio mtimia dhiwazi kwenda tu. Akuja achukue gari. Oe gari. After 3 days alienda. Dhiwazi kwenda tu akithie. Na nilimwambia ukikuja kuchukua gari. Adamu hicho uko yake. Ndio usipigwe risasi. Ndio kahori dhathi. Useme Waruinge alikuwa amekukajak. Ugete Waruinge ndako mateka. Akaambia OCS. Akina OCS. Ni Waruinge. No Waruinge. Ndio alileta gari. Ndio ile gari ya. OCS alianguka hapo. OCS akigwathi. Na akamwambia usiseme. Usiambie mtu. Tukere mtu. Maana Christopher. Na Christopher. Hapa niko chini yake. Unadhuru wake. Akichua huyo jamaa alikuwa hapa. Akiwote uma. Kazi imeisha. There is one point I want to tell you. If you have a goal in this world, you have a purpose in this world, no weapon fashioned against you that will prosper against you. No weapon will kill you. Hakuna mtu atakumangamiza. Hakuna mtu atakumaliza. Until the mission that God has put in you will be accomplished. Hakuna tukitakuua. You are in a situation now and you think you are at the end of the situation. The end of the situation that you are in, it is the beginning of you with God. Wakati wote huo nilienda kwa wale walinitafuta, but they were not allowed to know me. They were not allowed to see me. They were not allowed to detect me. Not because I was clever, not because I was powerful, not because I was smart, but I had a covering. Bwana Yesu asifiwe sana. I had a heavenly covering. My daughters, you got a heavenly covering. There is nothing, there is nobody will distort your life. You will still accomplish your life. You will still win this battle. You will still conquer everything. And God will see you through. Hatujawawacha, na hata wakati tutawaacha, God will walk with you. So be strong, be courageous, because God is with you. Na nyinyi muko hapa. May God of heaven bless you. Mwaigua ate mukihunjirio ni mufama mugikirida. Muraigua ate ni muraigua kindu kiega. Na wewe ulikorwo ni ndakuire kurigana na mahoya maku kugihiana tono kia kuhunjiria. No ngiatuma usimairi umuthi. Ukazeka kwa nini? Ndio usimairo. Na wahoyaga ngue. Na nilikuwa na hapa kufe. Mahedi ni magia kuhunjiria. Mifupe kukuhubiria. Ndukijire pole. Asante sana. It is very important. When Jane came to my life, she forced me. The purpose I'm talking about. Na nimeona watu wengi hapa wa sako. Aidha tulipigana na wao. Hawa wa sako. Aidha tulipigana vita na wao. Ama some of them walikuwa pande yangu. Lakini angalia sasa, tumekutanishwa na huyu mama. Na kuna siku mlikuwa mmenichukia, kuna siku mlikuwa mnataka kunichoma hapo Nyeri. Mkitutoa hapo kwa barabara. Tatokoro ni mwajuragire ri. Tukigashamithio ni Jane. Mungu huwa mwema. Pray for your children. Pray for them. I was not in Mungiki because I came from a poor family. Just something led me to Mungiki. It is me who founded it. With my brother, Maina Jega. Maina Jega is my brother. From the other mother. Because my father has 2 wives. So from the other mother, Jenga came from there. And from the other mother, I come from there. So when these things happen, there is something you need to ask yourself. What is this that has happened? What is this that has happened? That my children have decided to become criminals. Hebu niulize, kukosa watu milioni 4. Onokoro twali Mungiki. Onokoro ndanyuaga pakia-ini uru. Onokoro ndaiyaga indo cianyu ri. Hau hari ngoma kweli? Hapa ni shetani. Tajiraima. Hau hari ngoma.
Hapa kuna shetani. Gukoro na andu milioni nya makumite thutha. Ucio ni ngoma. Watu ndio ninde kutoka nyuma. We muhono kuna mwega ri. We na andu igana makumite thutha. Wameokoka na mzuri na wakapera. Tiga korora mitugo yakwa miuru. Wacha kalia tabia yangu. Akalia neema nilio nayo ya kuongoza watu. Taroro tu yatela wako. Na uangalie how can we transform it from the negative side to the positive side. Your son is an important son. Mtoto yako akivuta bagi usimuue. Mtoto yako akikuwa mwizi usimuue. Man, the Bible in the book of Deuteronomy chapter number 28 around verse 4-5 hapo. I will bless the fruit of your womb. I will bless the fruit of your womb. So ukipata mtoto wako anavuta bagi, na Mungu alisema I will bless the fruit of your womb. So who is to blame, you or your son? Answer my question. It is you to be blamed or your son? Who is to be blamed, mommy? Who is to be blamed? He said, I will bless the fruit of your womb. So who is to be blamed? Huyu anakuvuta bagi na wewe. Ni nani ako na bagi? Ni wewe ama ni mtoto wako? Because God said He's going to bless the fruit of your womb. And now the fruit that came from your womb is smoking marijuana. So did you produce a blessed fruit? Did you produce a blessed fruit? You produced a blessed fruit, but you did not produce what God intended you to produce. That is why your son is smoking marijuana. So to be blamed is who? It is not your son. It is you. You ask God, where did I go wrong? So watoto wakivuta bagi, wakienda mugiki, wakikuwa Al-Shabaab, ask yourself, what happened to me that I produced mugiki in the spirit of a son of God? What happened to me that I produced a smoker instead of a padre? Instead of a pastor? My mother asked those questions, and God answered her. By answering my mother, my mother was told by God, you are the mistake. Because when you gave birth to this child, you never dedicated this child at the altar of God. And then mother came back to me. He went to the altar of God and dedicated me. And because I could not go to church, she took my photograph. She took it to the altar and raised a sacrifice. Dedicated my photo. And within 6 months, I was in church. Nobody took me to church. It is not your prayers. No pastor, no bishop would even dare coming to preach to me. Pastor, mapasta we ni ugiokire ko hujeria adigera na kuona ugiambire gwithikiriria na ure Bwana Yesu asifiwe sana. But there is a man more than every man. When he came, he told me, you have done your part. Now come. I want us to do the part. The remaining part. I want you to come. I will use you to change the world, that people may come to me. Today I'm preaching, and I'm proud to be a former Mungike leader. I am proud to be a former criminal. I am proud to be a negative person that you hated. And I'm proud that today I preach the word of God, because that is my testimony and that is my process. Every person has a process. Every person has a way. Every person has a direction. And in that direction
direction, that is where your blessings are coming from. In that blessed direction, that is how you are going to be blessed. I know most of you are so terrified that Gachagua now is going home. Let me tell you one thing. It is the process of God. And when the process of God has been started, God has a way of doing things. Let me tell you, Gachagua was my friend when Moi called me and he told me, now you have to campaign for Uhuru. It is me who announced Uhuru. The first meeting I did in Thika Town, that is the time I met Gachagua. Also was a PA for Uhuru. And there was no single indication that Gachagua will ever become a deputy president. But God had a plan. God had a plan. I was better positioned to become a deputy president than Gachagua. But God had another different story for me and Gachagua. And Gachagua became the deputy president. Not because he was good, but God wanted to do something. The work of Gachagua that God called him for is not yet done. And if his work is not yet done, don't expect him to get out of the office any soon. But if the work is done, he is going to go home. So don't cry. Don't be worried. What we need to understand, it is what is the plan that the enemy has against the Murima. Against the Murima. What is the plan that they have against the Murima? It is not Gachagua. It is not Uhuru. It is the plan. It is the plan. And that is the plan. You need to go on your knees and pray and scatter the plan and destroy the plan, because the plan is bad. The plan is dangerous. Hiya. The plan is not good. Tell your neighbor, the plan is good. The plan is bad. And Gachagua is part of the plan that was planned about 10 years ago, that we shall sit there. And the time we sit there, these people of Murima, we will deal with them, because these people have to be dealt with, because there is a revival that is coming. There is a revival of Jesus Christ that is coming. And when they discovered the Murima is carrying the revival, the Murima is pregnant of the revival, they went and spoke to people outside who are called by the name globalists, the one world order people who do not want the revival to come. And they said, how can we deal with Murima? 20 years ago, Murima was started being dealt with. And Changa was brought here. Bad Pombe was brought here. And then your son was told, do not sleep with a woman. The best sex you can have, it is a man with a man. And it was introduced in Murima. Then they came with drugs. And then we were called Mogeke. And they started killing us. So that is the plan. It was hatched way before. So go on your knees. Go and pray for the Murima. Sio kusema Murima isiguswe. Tutoke kwenye hiyo ujinga. Tutoke kwa nini? Hiyo ujinga. Tupige magoti chini. Tusikue Mkatholiki. Tusikue Mprotestanti. Tusikue adhuria kiama kiama. Muogee kama Murima. Muogee kama nini? Na kusikue mkubwa ama mdogo. Muache classes. Muache hiyo masomo yenu mingi ambayo hawapeleki mahali. Muache hiyo kiokoko kirefu
kiovu hakuna mahali kimekupeleka. Mukae kama brothers and sisters. Then fight this enemy as a common enemy and treat this thing with a lot of seriousness, because I was there. And sometimes back, when this enemy came, I was there to stop it. I want to tell you, it is bigger. It is bigger. And that is why I came here today to tell you, Mulima, na nimeona mzee hapa, Getheji hapa. Simama tu mzee Getheji. This old man, I hear he's from Catholic, and he is also from Kiama. So he told me when I met him that he is a Christian. Mugikuyu mo Kristo. Then I asked him, how come you are a Mugikuyu mo Christian? And we are a Christian then Gikuyu. He asked me my name. What's your name? Nikamwambia I'm Ndurawaruinge. Is Ndura a Christian name? Nikamwambia isa Gikuyu. Akaniambia Ugikuyu ni nini? Nikamwambia Ugikuyu ni ngoma. Sasa akaniuliza, Ndura is Gikuyu? Kwa hivyo wewe ni ngoma? Nikamwambia no, I'm not ngoma. Nilitwa heto ya Gikuyu. Akaniuliza kama wewe ni Mugikuyu, jina gani ulipatiwa ya kwanza? Nikamwambia nilipatiwa Gikuyu jina Ndura na baba yangu Waruinge. So akaniuliza mbona hawakukupatia James ama John kwanza, wakakupatia Ndura? Nikamwambia mimi sijui. Akaniambia hivi, that is the legal ground ambayo imekukamata. Sasa hata ukikuwa Mkristiano, the legal ground ambayo imekukamata ni jina. Jina hiyo Ndura inakurudisha kwa Wagikuyu. Na akaniambia before you become a Christian, you are a Mugikuyu. And I discovered kumbe I was brainwashed. That being a Mugikuyu, it is not anti-Christian. It is not that I hate God. I am a son of God. And then he asked me, when the mass I meet, it is culture. When the Luya meet, it is their culture. When the Kalenjin meet, it is their culture. What about when Kikuyu meet? It is tribalism. But is Kikuyu tribalism? Never. It is godly. Thank you. You may be seated. Thank you. You are not a tribalist. You are from God. If somebody tells you you are tribalist, tell him the greatest tribal, the greatest tribal chief, the greatest tribal chief. It is God, because he made me to be a Kikuyu, and he made that Kalenjin to be a Kalenjin, and he made that Mukaba to a Mukaba. My tribal chief, is God, and I'm proud to be so also. Protect your future. Today, as these things happening, protect your future. There is danger ahead. There is danger ahead. There is danger ahead. You will not be allowed. By 2025, there are many things you will not be allowed to do. There are many things you will not be allowed to do, because you are from Mulima. Now look at what is happening. They are in Parliament discussing Mulima.
The whole thing they are talking about that Gachagua is a tribalist. It is not Gachagua who is the factor. They are trying to tell people, even if you give these people anything, they are still tribal and they cannot hear you. And that's the dangerous part, because they have succeeded to remove us from others. By 2025, by 2 months to come, it will be 1 against 42. And tell me what you will be able to do. You are living in Garissa, you are living in Mombasa, you are living in Kisii, you are living in Kisumu, and you guys, you are investors, you are farmers, you are everything. There is another thing they did. They passed a law that you can never from today plant a seed. You will never plant a seed. You will never plant a potato or a maize or whatever without the consent from the government. They will provide the seed for you. And this seed is a GMO. And if your mother is found planting that seed that is not satisfied by the government, she will go for 25 years. She'll go for 5 years in prison or a fine of 5 million. That is what you're about to face from next year. You will be forced to plant GMOs that will kill you slowly. And this thing will happen around Morima. At Morima you will cry. Morima you will cry. I'm still looking for this God. I'm still trying to discover this God. I am still not 100%. I'm 8. I know you are at maybe 30, 40, I'm 50. But you better drop. You better drop to 8%. Then you allow God to have more space to be a blessing in your life. Ukiwa uko na mtoto amekushida na ulevi na bagi, I'm an expert. Ukiwa uko na mtoto mwizi, I'm an expert. Because I relate with them. The first thing I tell them, I was once a drunkard like you. I was a thief like you. I used to carry 2 guns. I used to steal with Wanogo. I know Wanogo is from this area. That was my person. I used to drive him. He went. Me, I was left so that I can preach to you. Hallelujah. Hallelujah. Most important thing, it is the body of Christ, not your church. Your church will take you nowhere, but the body of Christ, it is what that is important. We team up together. Christians, I know I can see most of you are Christians. Just go and change. Get out of those churches and build the body of Christ. That is the ultimate victory. And that is what will make you look like a Christian. Otherwise, because sometimes I was a Muslim and I became an Al-Shabaab, and I was in Abuja. And I witnessed the Abuja Declaration. And they said, because I remember I was invited in Tripoli by Mohammed Gaddafi. And he sent a private jet for me to come and pick me from Nairobi. Before he just died, he wanted to give me $500 million to come and build a mosque in central Kenya, 5 kilometers apart. So that I can make every Kikuyu a Muslim. Fortunately or unfortunately, he died before giving me the money.
I say unfortunately because I am a Mogekoyo, I needed money. But fortunately, I did not turn your children to become Al-Shabaab. Because they could have become Al-Shabaab. Because I was controlling them. When I met some people in the Muslim, they gave me a bomb. And they tied me the bomb around my stomach. And they were training me how to become a suicide bomber. I want to tell you the agenda they have against you. I am not giving you stories. I am not a preacher. Me, I'm a commander. And I command demons to go. And they go. I am just a messenger. Don't call me a pastor. I'm not your pastor. But they trained me to become a suicide bomber. Not to go to Somalia and kill Somalis. To come to motherland and kill my fellow Kikuyus. Because I am a Kikuyu. And they thought I am a greedy person. And because we Kikuyus are very greedy, are the Judases. And you are in parliament. And you have seen the Judases in you. I was almost to become a Judas. Imagine 4 million people becoming a suicide bomber. How many of you could have died? Our God is great. Pigia Yesu makofi. Hata matukire serious kinya ndiraigwa guoya. Kamura siria gweta borithi. Mbona gweta polisi? Na thigari cioka cikujira ni huyo. Na thigari cioka ikuga ni ucio. Tunamuelewa. Tumoi. Bwana Yesu asifiwe sana. So this agenda, it is bigger than what you think. It is not Gachagua. It is a Abuja declaration. Because they want to become president. And they are prepared. They have bought the URAD. They have bought URAD. They have bought your businesses. They have bought your everything. Because they have an agenda. And they have money. And they have raised money from far. That is why they can come here, chase the land with much ease. And because tuna kamukoroko, you URAD, and you take your money. The money you eat in 5 years you don't have. The land will remain there. Immediately they plant a mosque there. A mosque is an altar. You will never defeat them again. Why Kikuyus are defeated? Because you don't have an altar. You don't understand yourself. You don't have an agenda. The day you get to have an agenda, nobody will fight you. Nobody will defeat you. Just try. Mother, try. Uige ugikuyu waku na wetagwa kiama gyaku thi. Uige ukadhore kithi. Ucoke ciana ici ta Mugikuyu. Wite athuri a rika rĩaku. Ucoke ũtwĩte ciana ciaku. Uke ũtwĩre atĩ twaikaraga ũũ, twathiaga ũũ. Na inyuĩ ũkristiano mũingĩ mwĩnaguo rĩ, ũtarĩ kũndũ ũramũtwara rĩ, no mwĩ njũhĩga itĩrateithĩka rĩ, mũthikĩrĩrie mbuĩ ici. Mbuĩ ici ciahatwo kũmũteithia. Because he is carrying wisdom. Just the Kalenjins, they have their elders. The Luyas, they have their elders. The Kamba, they have their elders. The Kisii, they have their elders. Where are your elders? Catholic will take you nowhere. Your PCA will take you nowhere. Your religion, nowhere. Oh, Gyorio, Atia. Oh, nawe, Atia, Kana. Doya moko. Jugeni yede Mugikuyu. Ndĩrona andũ amwe marageria gũtonyerera thĩ.
matikono ni mainire rwimbo wa ngoma. Kuna watu wengine wanataka kujificha kidogo wasionekane. But at the end of the day, that is what you are going to become. I'm giving you 3 months. Only 3 months. All of you will sing that song. That is the agenda they have. And they will put you down. But our God will put us up.